Dagri kanilena kimenya tena tenyo kage ka to kayete gracias haki kai ko na James na kai ko ke no to James ni kira da ko kuya to ne ke na ka da ke ma mo na mo ai sian no ka noise ai diria kai te kuna au ka so ka dia ga to no mo haki mo toaleta kanidai ne ona ke te kanidai ni wo dari udah toy makan kita kai kenan ni musia ni wa ke oi papa Ngai nyothe tukumie Yesu Kristo Yesu na wa teoroka maitumaria utuhoere ithuĩ tũgĩteithia harĩ we niĩ harĩ twanjĩtagwo Njinaro wa Njaũ wa Wanderi na nĩ ithe wa Mwĩhaki na ũyũ nĩ mũtumia wakwa na ngĩrĩ wa mbũtũ ya Bikira Maria mũiguaga mbũtũ ya Bikira Maria ũguo niĩ mwanake ũyũ rĩu nĩ mwanake wakwa tondũ nĩ aragĩũkire gwakwa ndĩrakĩgĩa na mwanake kĩ James rĩu nĩ mwanake wao wakwa ũguo rĩ James kũrĩ ũgũtũmwo ũhoro wa Ngai ũthiĩ ũtwarĩte na mbere no nyitĩrĩire tondũ Ngai nĩwe watũmbire na nĩ ũkũhota gũkũhe hinya na kũrĩa ũgũthiĩ ũrathimwo nĩ Ngai. Vamos na ikare thiri of judges ageni aitũ a mũthenya wa ũmũthĩ na acirika othe mũrĩega niĩ njĩtagwo Susan mũthoni wa Wanjaũ kana sister ya Mwĩhaki nĩ niĩ mũkũrũ thĩinĩ wa mũciĩ nĩngwenda kwaria kaũndũ kanini ka Mwĩhaki akĩingĩra ũtungata-inĩ wa apostle Mwĩhaki ti hingo ambĩrĩria kanitha wa bishop nĩ tondũ arĩreirwo kanitha-inĩ wa Catholic nĩ akoretwo arĩ mũcirika mũrũmu na nĩ akoretwo arĩ altar girl koguo nĩ atwaranĩte wega na kanitha ũcio wa Catholic na kũrĩkia cukuru nĩrĩo okire gũkũ Nairobi na arĩkia gũka Nairobi nĩ akorirwo kanitha wa Catholic ndũrĩ hakuhĩ na tũkĩnyitana na kanitha wa Maĩ Maingĩ njuge nĩguo wĩtagwo koguo njuge ndingwarutia ũtungata ũyũ na ngwĩhoka nĩ akũmũnyitĩrĩra mũno nĩ akũnyitĩrĩra apostle nĩgetha athiĩ akahunjia injiri ĩno tondũ wĩra wa Mwathani ti wokombo ona hanini na ngĩthiĩ kũrĩkĩrĩria nĩ ngwenda kũmwĩra ũũ atĩ Nehemia aigire ũũ we Ngai ndagũthaitha wĩkĩre moko makwa hinya rĩu nĩrĩo ihoya rĩrĩa ingĩmũhoya mũgĩthiĩ na mbere na ũtungata mwĩrage Mwathani etĩkĩre gwĩkĩra moko manyu hinya na nĩgetha wĩra ũyũ wa Mwathani ũthiĩ na mbere wega Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega Bwana asifiwe. Amen. Sasa ndio ambapo tumefika ile saa na ile jambo ambayo imetufanya sisi wote tukuje hapa kwa sababu now it is time for anointing. Prepare your hearts, be ready to pray for them. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu sasa hapa tukitupa bao hapa tumewatupisha, si ndio? So lazima tufanye the right thing. Praise the Lord. Amen. Najua kila mmoja ukikuja moyo wako ukiwa sawa na ready kuweza
baraka. Kuna mahali nimesoma nikasema ni wakati wa kuachilia baraka. If you know how to pray, this is the high time. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nitawaalika na ili kwamba waweze kneel down wote wawili. Ni haki, sikuachi nyuma. Yes. You kneel down here. Nimeambiwa okay. The other thing, Lilian, kuna mkomba ulipatiwa, umeweka wapi? As we continue, if you are a preacher, a pastor, or something of that sort, wewe ni mchungaji kuja hapa mbele. Nikasema it is time for prayers. Wakati wa kuombea. Then Reverend, kasisi, I want you to pray on this. And you feel to the brim. Sijui kama itajaa, nataka ijae na kuosha nayo. So, okay, wakati huu nataka tuweze kuenda kuwa in the mood of praying, prayer, worship ile ya chini chini, so that we pray for James and the family. They are hawa ndio overseer wa hili kanisa. Bwana asifiwe. So tunawaitishia nguvu, tunawaitishia hata mamlaka. Wakati mwingine kanisa alishawahi kuwa ngumu, lakini sisi tunataka waweze kuwa na freedom wanapofanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. So ni uombe. I know kila mmoja unajua what you can pray, kile ambacho unachoweza kuitisha Mungu na ili kwamba iweze kuwekwa juu ya hawa. Prayer, worship ambayo ni ya kuzusha nguvu za Mungu ndio ambayo ninayotaka wakati huu. I want people to pray kwa sababu without the presence of God we are going to be we are going to be doing something which is not working. Just call unto the Lord. Mwalike, alika nguvu za Roho wake juu ya hawa wawili na hata juu ya kila mmoja, kwa maana niliwaambia ya kwamba that we have come so that we may share the blessings that are on this two. Watakapopata baraka na sisi tuweze kuenenda na yetu kwetu. Kwa hivyo unapoita Mungu na unamwalika ni kwa sababu ya maisha ya James, hata wewe atakukumbuka na ataweza kuingilia kati. Tuweze kumwalika na hili kama kuna vifungo ambazo zimewekwa katika huduma yake, na baraka zikaweza kufunguliwa. Ikiwa kuna vifungo ambazo zimefungwa
Kuwatendea, najua kwamba utaenda kubadilisha hali zao katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo naja mbele zako mchana huu, naliinua na kulitukuza jina lako takatifu. Asante ni kwa sababu ya ibada hii Mungu wangu. Wewe ndiye ambaye umeitayarisha ukiwa na kusudi. Kupitia ibada hii kuna mambo itabadilika. Kanisa hili litabadilika. Wafuasi watabadilika. Na wale watu wamefika leo watabadilika. Katika jina la Yesu Kristo utaanza kuinua hali za watu. Walio wagonjwa wanapona sahihi. Katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu ya apostol ambao wamejitoa, ni kwa sababu ya kazi yako. Na hapa niko na mafuta Mungu. Ninayaombea baraka zako. Kupitia hii mafuta Mungu, najua utamuinua kutoka kiwango moja hadi kingine. Ataweza kupenya katika ulimwengu. Ataweza kupenya katika nchi yote. Ataweza kupenya vitongoji. Kupitia hii mafuta atakuwa na nguvu. Katika jina la Yesu Kristo, maroho zote chafu hazitamweza. Mungu wangu najua ya kwamba utamsimamisha. Katika jina la Yesu Kristo. Kupitia mafuta hii najua ya kwamba you're going to have a changed life. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Namuleta mhaki mikononi mwako. Nikijua ya kwamba unaanza safari hii na yeye. Na utamtia nguvu. Kupitia hii mafuta maisha yake itabadilika. Kule ambapo hakuona leo ataona. Watapata kuona mbele. Watapata kuona baraka. Na ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. We are still in the mood of prayer. We are still in the mood of prayer. I want you people to pray. Continue calling unto the Lord. Hiyo mafuta ikabadilishe hali zao. Hiyo mafuta ikaweza kuwainua. Wakaweza kutembea mbali. Kile mata kuona nehende mekogea. Kule mata ni makinya nehende mewekinya.
Ni dale are kuna watu labda walitaka wakasema hawaendi mahali. Just look to the Lord. Mwambie wafunguliwe. Mwambie wafunguliwe. Mwambie watembee mahali. Just look to the Lord. But to be the Lord, He has come to be the Lord. Just look to the Lord. Mwambie concerning this family. Katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru na kukuinua, nikiwekelea mikono yangu juu ya huyu apostle. Ninamwombea nguvu zako my Father. Najua ya kwamba umempatia kibarua ngumu, lakini ninaamini utatembea na yeye, na ya kwamba Mungu wangu utamshindania katika jina la Yesu Kristo. Lord, may you bless the apostle, may you walk with him this journey katika jina la Yesu. Atajaribu kufanya kazi yako, yeye hujitolea. Ninaomba ya kwamba na wewe ukaanze naye siku ya leo, akakuone as time goes on, Lord, aweze kupata ushuhuda mpya katika jina la Yesu Kristo. Najua ya kwamba utamtendea hili kanisa. Mungu wangu, tunatangaza kwamba chochote ambacho kimekuwa hapa, na pia wewe ambaye uliyepanda, kikaweza kung'oka katika jina la Yesu. Madhabahu zote chafu natangaza kwamba hazitatawala, hazitakuwa na nguvu. All the strongholds of the devil, they have got no power in the mighty name of Jesus. This is a no-go zone. Hatutapata nafasi tena. Roho ya majoka natangaza hamna nguvu juu ya kanisa la Mungu. Hili ni kanisa la Mungu. Najua ya kwamba Mungu atatenda katika jina la Yesu Kristo. Lord, may you bless this family. Bless me haki. Ukamtie nguvu na ili kwamba akasikilie kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Watoto wake na wapatiana kwako. You know them by their names, Lord. Wako shuleni na wengine ni wadogo. Jehova, zile watoto wana changamoto nyingi, lakini hawa watakuwa watoto wa kitofauti. Wewe utawaficha mahali hawatapatikana katika jina la Yesu Kristo. Lord, may you cover them with the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wazazi wao na waweka mikononi mwako. Wao ndio waliowalea kwa njia nzuri, Mungu. Na ili kwamba tukapata watu
watu wa kututumikia. Tunaomba ya kwamba ukakumbuke hao wazazi, Jehova Jireh, ukatembee na wao takapotoka hapa, baraka zako zikawafuate katika jina la Yesu Kristo. Lord, may you take care of these parents, be their helper in the mighty name of Jesus. Asante ni kwa wale ambao wanaoitanishwa na kanisa hili. You know them by their names, the Lord. Wherever they are, Mungu wangu najua unajua. Mahali wengine wamejificha, Jehova Jireh najua utawatoa. Wale wengine wamelaliwa, najua ya kwamba wataachiliwa. Jina la Yesu, Mungu wangu ukawaachilie, kwamba wafike, wafanye kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Lord, I praise your holy name. Hili ni kanisa lako. Naachilia glory, naachilia Shekinah glory, naachilia nguvu zako mahali hapa, naachilia uwepo wako mahali hapa. Mungu wangu ukatawale, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru na kukuinua, nikijua hata hawa wengine wote umewabariki na utatembea na kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Lord, I praise your holy name and I glorify you. In the mighty name of Jesus Christ I do pray and believe. Amen. 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 Uchukue mkono juu kama hujamuombea, hiyo nikupe nafasi. Okay, Bwana asifiwe. Let me continue. There are things I wanted to talk to him also. Already you have become an apostle. Kwa sasa umefanyika mtume. Already you are an apostle. Tayari umekuwa mtume. Already sahihi imewekwa. Yes, kwamba you are an apostle. Kwamba wewe ni mtume. Si ukae ni mtembee. Sasa. Okay, let me talk. Nilikuwa tunataka nikuongeleshe wewe. Nikwambie ya kwamba that may the Lord God bless you, apostle. Mungu wa mbinguni akubariki mtume. Christian ministry is a great joy. Huduma ya Ukristo ni furaha kubwa. As we serve God's people. Tunapowatumikia watu wa Mungu. Follow Christ. Tumfuate Yesu Kristo. I request you to renew your relationship with God. Nataka ufanye upya uhusiano wako na Mungu. You may become exhausted. Unaweza choka. But don't get burnout. Lakini usikate tamaa. Know the truth. Ujue ukweli. Paul told Timothy. Paulo akamwambia Timotheo. That be diligent to present yourself approved to God. Uwe mwadilifu kujipeana mwenyewe kwa Mwenyezi Mungu. As a workman who does not need to be ashamed. Kama mfanyikazi ambaye hata aibika. Handling accurately the word of truth. Ukitekeleza neno la Mwenyezi Mungu kwa umakini. Do not become exhausted. Usiwahi kuchoka. Nourish your soul with the word of God. Takasa moyo wako na damu na neno la Mwenyezi Mungu. Preach the truth. Hubiri ukweli. Though the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Ingawa neno la msalaba ni upotofu ama ujinga kwa wanaopotea. Yet God was pleased. Lakini Mungu alipendezwa. For it being taught to those who are lost. Ili neno hili likafundishwe wale ambao wamepotea. You are right to start
in the pulpit. uko radhi kusimama katika madhabahu. Warishe washirika. Eh, Sijamaliza bado. yes. Sijamaliza. Uwalishe. You have that right. Be at the pulpit. Preach clearly in love. Hubiri sambamba ama kwa ufasaha na upendo. Be blameless. Usikue wa kulaumiwa. Be kind. Uwe mpole. Be merciful. Uwe na rehema ama huruma. Be a servant and not a master. Uwe mtumishi na sio bwana. Lead by example. Uongoze kwa mfano. Rejoice with your colleagues in their successes. Furahia na wenzako kwa ufanisi wao. Usijipime na numbers. Umesikia? Usiseme kanisa haigrow. Usijipime na hiyo. It is God who called you, and in his light time things will work. Take your disappointments to God. Peleka fedheha yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Take time with your family. Chukua wakati mzuri na jamii yako. Rest after hustling. Pumzika baada ya kung'ang'ana. Find way to work with others. Tafuta muda wa kufanya kazi na wenzio. Preach everywhere. Hubiri kila mahali. Be ready in and out of season. Kuwa tayari wakati unaofaa na usiofaa. Do not be jealous. Usikue na wivu. Reprove. Kemea. Rebuke. Kemea. Reproach. Reproach ni kurekebisha. People will turn to false teachers. Hata kama utaona sasa uko sawa, bado utafundisha watu na bado watakugeuka. Bwana asifiwe. Yes, jua ipo. Hiyo si ati ni wewe wa kwanza. It has happened that. Bwana asifiwe. Endure. Vumilia. That is my prayer, to endure. Hiyo ndio ombi langu la kuvumilia. Fulfill your ministry. Tekeleza wajibu yako ya huduma. Usaidia Kristo. Nimeongea kizungu ingine. Na utakapofanya hayo yote, when you do all those, Baada ya kufanya hayo yote, at the end of the day, baada ya siku, Jesus will come and say, Yesu atakuja na aseme, well done my master. Umefanya vyema mtumishi wangu. Jesus will come and say, Yesu atakuja na aseme, well done apostle. umefanya vyema mtume. Makofi. Makofi kwa kanisa. Akishamaliza kutenda haya yote nimesema, there will be joy. Bwana asifiwe. Utakuwa na furaha. Unaposikia Yesu akisema well done my master, mazawadi zitakuwa hapo za kumlipa. Bwana asifiwe. Hawezi sema hivyo tu na atoke akienda. There will be payment katika ile kazi yote ambayo utakayofanya, na ukifuata yale yote ambayo nimeyasema hapa, God is going to walk with you. Na kama vile kuna mama amesema, a year like next year, a day like today, you will not be the way you are. There will be blessings. Kwa sababu walete kuna minyororo ambazo zimefunguka leo. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii kazi hata ukisema uko sawa, unadanganya, si ndio? Enemies comes from just nowhere. Bwana asifiwe. Unaweza ona tu, for example like now tuko hapa, but the neighboring they don't want the church. Bwana asifiwe. So hizo ngome zote zimebomoka kupitia hiyo mafuta. Hao waganga na wachawi, I don't care whether they hear, there has come to an end. Hawataweza kutawala hapa tena. We have taken captive, yani we have taken the control. Sisi ndio ambao tutakao tawala, sisi ambao ni watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati mzuri, na ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya wakati huu na vile ambavyo anatupeleka. Sioni kwamba kuna jambo ambalo limeenda mlala. Bwana asifiwe. Lakini wakati huu ni wakati wa kubarishwa, si ndio? Tuweze kumvalisha. Because katika kuvaa hizi mavazi, they bring differences. Bwana asifiwe. Na kuna kuanga na kuheshimika. Bwana asifiwe. Na mimi kuna vile ninaamini kwamba heshima haitakuwa tu kwa manguo, itaingia mpaka kwake ndani, si ndio? Kutakuwa na kuheshimika, kutakuwa na difference. Hata kuwa the apostles we knew. Bwana asifiwe. Kwa sababu atatembea na ile mambo ambayo ameyasikia leo. Yes. Nitaenda kuomba ni kwa sababu ya hizi nguo.
ninajua ya kwamba they are going to do their work. Bwana asifiwe. Acheni tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako ni kwa sababu ya hii mavazi ambayo Mungu wetu ulituahidi ya kwamba tutakapokuwa kwenye madhabahu tunavaa, na ili kwamba kazi yako ikaweza kufanyika. Na yaleta haya mavazi mikononi mwako, nikijua ya kwamba Mungu wangu umeyatenganisha na yale yote yaliyojengwa pamoja. The material that was used, you have separated this one from it. And now, King of Glory, I declare your anointing upon these clothes, ya kwamba apostle atakapozivaa zitakuwa na nguvu za kutenda mambo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na baba yangu, he is going to be a man with a difference in the mighty name of Jesus. Utafanya wakitofauti atakapovaa hizi mavazi, ataweza kusikika katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana najua utabariki haya mavazi. Anointing yako itakuwa juu ya haya mavazi. Mahali popote atakapozivaa wewe utanena. Atakapozivaa hata hapa kanisani, Mungu wangu utaonekana katika jina la Yesu Kristo. Atakapojifunga huu mshipi, Mungu wangu ukaonekana katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana najua umezibariki, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Nilikuwa naangalia hii kora nione kama ni kasuku ameenda akakata. Kuna watu wengine hufanya hivyo ndio wafanye biashara, si ndio? Ndio sababu naiangalia nione kama iko sawa. And then ninaiombea ya kwamba atakapoivaa it will portray the power of God. Hallelujah. Yes, itamfanya awe mtu wa tofauti. Hivyo na itakaza ninapoenda kumvalisha. Nimeambiwa ya kwamba inafaa kuvaliwa kwanza. Mimi nikiivalisha nyuma, nikute vifungo zishafunga, si ndio? Lakini wacha niweze kumweka. Unjareira mera ya kufafa mera dosia kwa igorara afa orengene doka ukwera newega mwadani The Father, the Son, and the Holy Spirit.
marituonaga makoria twarathimĩirũkũ twehoka Mwathani tũmwĩgĩrĩre andũ marituonaga makoria twarathimĩirũkũ andũ marituonaga makoria twarathimĩirũkũ ahũgũ kwa Ngai natwendwo Ngai andũ marituonaga makoria twarathimĩirũkũ ahũgũ kwa Ngai natwendwo Ngai twehoka Mwathani tũmwĩgĩrĩre andũ marituonaga makoria twarathimĩirũkũ twehoka Mwathani tũmwĩgĩrĩre andũ marituonaga makoria twarathimĩirũkũ andũ marituonaga makoria twarathimĩirũkũ ahũgũ kwa Ngai natwendwo Ngai andũ marituonaga makoria twarathimĩirũkũ ahũgũ kwa Ngai natwendwo Ngai tũrĩ ngoro nene tũtitũgagio no marĩa mokire tondũ twĩhokete Ngai tũrĩ ngoro nene tũtitũgagio no marĩa mokire tondũ twĩhokete Ngai andũ marituonaga makoria twarathimĩirũkũ ahũgũ kwa Ngai natwendwo Ngai andũ marituonaga makoria twarathimĩirũkũ ahũgũ kwa Ngai natwendwo Ngai. Wow. Bwana asifiwe. Mahali ambapo tumefika already tushapata apostle ama hatujapata? Si unaona? Mungu leo yale ametenda ni yale hajawahi tenda. Bwana asifiwe. Yes, a very good apostle. Mtu mwenye anaweza tembea kutoka hapa mpaka wapi? Kajiado. Si ndio? Na si ati anaenda hivi tu akihubiri. Bwana asifiwe. Yes, he is an apostle. Na ninashukuru Mungu as I present him unto the church, unto the family. Ni wakati mzuri nataka nimpatiane kwenyu na ili kwamba aweze kuwatumikia. So nitakapomfanya awaangalie, nataka kushangilia. Bwana asifiwe. Nataka makofi, wale wanajua kupiga nduru, this is the high time. Kwa maana hamjapiga nduru leo. Bwana asifiwe. So katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Okay, Bwana asifiwe. Yes, he is the apostle. Lakini kuna kitu moja tumebakisha so that niweze kumpatiana kabisa. Bwana asifiwe. Ninampatia certificate iko hapa. Ile ambayo inasema yeye ni nani. Then kuna sacrament. Wakati mwingine huanga tunafanya hiyo ibada to show the togetherness. Bwana asifiwe. Sisi wote hakuna yule alitoka mahali pamoja na mwingine, lakini si Mungu ametufanya kanisa moja. So tutafanya hiyo na ninajua ya kwamba ni ya baraka. And kuna watu nataka hapa Lilian na Reverend Karatasi. Bwana asifiwe. Amen. Wakati huu ni wakati mzuri, naenda kumpatia hii certificate. Na ili kwamba atakapokuwa anaenda kuhubiri
hatakuwa hivyo mikono tupu. Bwana asifiwe. Serikali ikaingia hapa itamuuliza nani alikufanya hivyo, si ndio? So I have the certificate na ndio nataka nimpatie na ili kwamba waonyeshe as Bishop. Mimi Bishop naitwa Bishop Jerusha from Evangelical Free Church of Kenya. He is going to be the overseer of the Kingdom Faith Fellowship. Bwana asifiwe. And I present this certificate. It is presented to him by the Evangelical Free Church. Bwana asifiwe. Na ni kwa sababu ya zile siku ambazo tumekaa pamoja nikamwangalia nikaona ya kwamba he is a man of my heart. Bwana asifiwe. So in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Turn the other. Okay. Karibia kidogo Bishop ndio tupate picha vizuri. Thank you. Lakini hajafurahia. Amefurahia sasa. Thank you. Kibot. Weka chini kidogo tuone uso. Chini kidogo tuone uso. Hivyo. Good. Good. Okay. Bado tutakalia kitu. Tani tu tumesimama. Hii naifanya tu haraka, si ndio? Nikasema about Holy Communion na niko na swali. Ni nani hajawahi tumia Holy Communion? Unatumianga? Okay. About Holy Communion, sitafunza, nitaenda mwambie wahubiri wetu wawafunze. Tutafanya tu hiyo ibada, si ndio? Reverend, tuchukue ile Bible usome. Oya, Bible yake ndio hii. Kama hata hiyo, ndio hiyo. First Corinthians 11. Nataka msikie maana ya communion. 11:23 to that. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake 11 mstari 23 kuendelea. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyoyawapa nanyi, na kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila aulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho kwa Bwana asivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili wa damu ya Bwana na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kuto kupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala.
Bwana alibariki andiko. Okay, Bwana asifiwe. Hiyo ndio meaning. Reverend, nataka ufungue Matthew. Kwamba Bwana tuinaifanya so that we may tuwe tunakumbuka Yesu, si ndio? Tunakula damu yake na mwili wake. Na Matthew 26. Kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura 26 mstari 26. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio mstari wa 26 pekee. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Hapo it is about kikombe, mkate. Huu unasoma mpaka 27 kwa nini? Sijasoma 27. Umesoma 26? 26 pekee. Okay. Pastor, wewe utachukua hiyo mkate uiombe. Leverage. Nataka uombe hiyo mkate uiombe, then utaipelekea mwenye. Hii we don't force people. Ukiwa nasikia roho yako inakataa, usijiforce. Bwana asifiwe. Pray for it. Tuombe. Mfalme, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya kazi ya msalaba. Ulitoa mwili wako ukiwa dhabihu moja na ya kutosha, kwa kubali kuwa mwana kondoo aliyechinjwa kwa sababu ya dhambi zetu, na leo tumeokolewa kupitia gharama uliotoa pale msalabani. Napoenda kushiriki mkate huu, Bwana, ukiashiria mwili wako, tunaomba ya kwamba mtu wetu wa ndani ataweza kupata nguvu hivi kwamba mtu wa nje hatafinyilia mtu wa ndani, na mtu wa ndani hata submit kwa mtu wa nje, lakini mtu wa nje atasubmit kwa mtu wa ndani, ambaye mtu wa ndani wanga nasikia Roho Mtakatifu na kumfuata kila wakati. Katika jina la Yesu Kristo, naomba ya kwamba mkate huu utaleta uponyaji wa mwili huu wa nje na hata kwa roho zetu, katika jina la Yesu Kristo. Mkate huu utaleta ukombozi wa nyama hii, maana Kristo amesema kwamba sisi si watumwa tena wa dhambi, lakini sisi ni watumwa wa utakatifu. Naomba ya kwamba tunapokula mkate huu, kwa hakika tutakuwa watu ambao wanaotamani na kufuatilia utakatifu milele. Katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini. Wahubiri wote tusaliwa na askofu kindly. Wahubiri wote, Kila mtu akichukua usikule kwanza. Utakula pamoja na wahubiri wote tusaliwa na askofu. Kwaeni. Basi pate mtu mwingine atakayesaidiana na mchungaji. sasa itapelekwa nani? Atachukua, you wait tusome hiyo basi nyingine, si ndio? Ndio tuchukue hata hizi zingine pamoja.
Okay. Chukua alafu ngojeane. Mstari wa 27 Injili ya Mathayo sura 26 mstari 27. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Mfalme mwema, wewe uishie milele, tunasema tena ni asante ni kwa ajili ya upendo wako. Wegai kĩgongona kĩa ũthingu wenda wonanirie mũtharaba-inĩ, ũgĩitwo thakame yaku mũthamaki mwega nĩgetha tũtheragie mehia maitũ. Tũgĩgũcokeria ngatho twagũtĩĩa gwata twakwambararia, tũkĩmenya wega atĩ mũthamaki tũkĩamũkĩra mũthamaki gĩkombe gĩkĩ gĩa thakame. Jehova Ngai tũgĩthiĩ gũthereka mũthamaki mwega thĩinĩ wa ngoro citũ, tũiyũrwo nĩ wega waku na hinya waku. Gĩtũteithagie gũikara o ta ũrĩa wendete, gĩtũteithagie gwĩtigĩra mehia, gĩtũteithagie gũikara Jehova Ngai tũrĩ thĩinĩ wa wega waku. Nĩ tondũ wa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru tũhoya na twĩtĩkia. Amen. Inaisha sasa hivi. Ashike hivyo tukigojeana sisi wote. Line number 27 ikasema, then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.
Kwa hivyo tukiwa pamoja wote, tukule pamoja, ukishaweka kwa mdomo uanze prayers, ukunywe hiyo blood, then tuanze prayers ya nini? Inaitwa aje? Ile ya chini chini. As you tell God now, ile jambo ambalo ulikuwa unatamania liweze kupatikana ama kuonekana. Lakini tuna Lord, we live with us and we thank you and we in the mighty name of Jesus. Asante kwa maana wewe ni Mungu. Tunakushukuru na katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika Jina la Yesu Kristo, naja mbele zako wakati huu na nikikushukuru ni kwa sababu ya ibada hiyo ya communion. Oh Lord, I pray ya kwamba kupitia hiyo communion there are things that are going to change. Ya kwamba utainua hali zetu, Mungu wangu utaweza kututendea. Walio na magonjwa watapona katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana wewe ni Mungu. Ninakushukuru na kukuinua kwa ubali ambao umetutoa kuanzia kulipokucha. Mungu wetu umetubariki na tunasema ni asante. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Wakati huu ni wakati mwingine ambao tunaenda kupatia huyu mhubiri zawadi. Bwana asifiwe. Amen. Yes. Na mimi nikiwa wa kwanza kama bishop nilikuwa nimeamua hivi kwamba nikimpatia hii Biblia atakuwa na neno la kupeleka. Bwana asifiwe. Amen. Atakuwa amepata nini? What to go with. Bwana asifiwe. Amen. So, nataka kumpatia Biblia hii na ili kwamba iweze kuwa chanzo chake za uaposto na kutembea. Amen. Pia kuna wakati unapokuwa mchungaji kuna vitu ambazo unafaa kufanya kanisani. For example, watoto watakuja wanahitaji kufanyiwa dedication, wengine wanataka baptism, wengine wanataka labda hata kuzika, si ndio? Nilipokuwa nafikiria nikaona ya kwamba nitampatia hii kitabu kama inaitwa Pastor's Guidebook, ataitumia katika kufanya hizo dhabihu zote. Ile ambao haiko hapo ni ya kumwagiliana mafuta. Hiyo sasa itakuongoza. Tutaka kupeana hiyo sacrament ya kila kitu kiko hapo. Baptism tutaka kufanya, utaangalia hapo na ninajua kwamba mambo itakuwa salama. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa nitaweza kumkalisha kwenye kiti chake na ili kwamba ikiwa kuna mtu ambaye alikuwa amekuja amebeba zawadi, this is the high time ya kumpatia zawadi. Mimi nikiondoka hapa naenda kuketi na sirudi hapa tena. Bwana asifiwe. Kazi yangu nimeifanya na kila mmoja mwenye amekuja amefanya yake, si ndio? Takukalia kitu kuangalia ni kazi. So I thank God for the fact that you have come. He has been faithful. Vile tulikuwa tumepanga hakuna kitu imeenda vibaya, si ndio? And we thank God because already tunajua kuna kitu tumepanda. Bwana asifiwe. Goko togio kareke gotigakorwo ugo turona. Bwana ni arogo. Mambo itakuwa imebadilika. There will be changes. Niambie. Unaona?
Bwana asifiwe. Kuna wakati nilifanywa bishop, kuna wakati ilifika nikaambiwa, now you have become the bishop, tupatie speech, tuongeleshe tusikie bishop anaongeanga aje. Bwana asifiwe. So huyu mtu hajaongea tangu tulipoingia hapa, si ndio? Naona tu ananinong'onezea. Si tutake tusikie vile apostles wanaongeanga. Tumpatie nafasi atuongeleshe na atuambie mission yake ni gani, vision yake na hii kanisa ni gani. Ama unajua kuna wengine hufunguanga kanisa wanaifanya mambo zingine, atuambie, kwa sababu wakati atakapoanza alafu aende mambo zingine, na sisi ndio tumempea barua, sisi ndio tutakamatwa. Kwa hivyo atuambie kwamba what is your mission, what is your vision. Praise be to God. Praise God. Bwana Yesu asifiwe tena. Nataka tutulie sisi wote ndio tuweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. My bishop, before I go, I continue, kuna tumishi nilikuwa nimeona Eldari na naomba tafadhali niruhusu, kwa sababu kwangu nitahisi hii ibada haijakamilika kabisa ikiwa sijampatia hii nafasi. Na unajua nimetoka PCA na lazima uheshimu misingi, and because we have Eldari na bado huwa tunashiriki pamoja kwa heshima. Mayoda, ningetaka ukuje salimie kanisa la Bwana. Mpigie makofi mazuri. Asante sana, the newest apostle in town. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua wakati nilikuwa nimesimama hapa nilisikia wengine wanasema lea ni ile kama maemaigi. Na nikajiuliza maemaigi na kidogo tofauti ni nini? Kuna tofauti? Hakuna tofauti hata kidogo. Huko kwetu PCA wewe ndio unaamua kama ni mingi ama ni kidogo. Tunaweza kupeleka kwa mto, tunaweza kuwekelea mkono tumwagilie kidogo, yote iko sawa sawa. I want to say congratulations to our brother James in your day of ordination to go out and minister. You see, many other times watu wanaenda kwa magongona tofauti, lakini ya leo ni tofauti sana kwa sababu it's a missionary ambaye ameitwa kazi aende akafanye kazi ambayo tuliitwa sisi wote tuje tufanye. Kama ni Presbyterian, kama ni Catholic, kama ni wapi, all of us we will gone for a single mission, and therefore ndio maana nikakuja siku ya leo wakati apostle hayuko hapa kwa kanisa. On Wednesday huaga tunakuwa na fellowship pale kwetu kwa PCA. Tunaenda kwa boma za watu. Apostle anakuja, tunashiriki pamoja, tunamega mkate wa Bwana na hakuna tofauti wakati tumekaa pale. Sisi wote ni kitu moja. Na kwa hivyo nikasema siku ya leo nitafunga shughuli zangu nije hapa ili ni witness, and I want to say once again congratulations, go out and serve the Lord. It is very very good to serve the Lord. Asante sana Bishop kwa sababu hiyo kazi umefanya. Tumefurahi sana. God bless you. God bless you. Bado ningetaka kutambua uwepo wa Baurema Families, mahali ambapo huwa nasomea theology. Sijui Pastor Ruth kama ni represent Baurema Family. Bwana asifiwe. Askofu pamoja na mteule wetu Apostle James pamoja na kanisa, tunashukuru sana siku ya leo kama wanatheolojia ambao tunasoma pamoja na James ya kwamba mmoja wetu Bwana amemuinua na amempatia kiwango kingine
Siko peke yangu, pamoja na mchungaji na wengineo wengi tuko hapa tukishuhudia mambo makuu, na pia wengine ambao hamjasoma, tafadhali tunaomba ya kwamba wachungaji tusome, si ya roho mpaka hii ingine tusome, ili tuweze kuelewa mambo mengi kabisa, na pia dunia ambayo tunaishi, watu ambao tunahubiria wamesoma, na si tusome, na Bwana atatubariki. Asante sana Apostle, tunashukuru Bwana, na Bwana aendelee kukuinua na kupanua mipaka yote, na kwamba Bwana aendelee kupigana vita zote, na kwa hakika kazi hii ambayo Bwana amekupatia na amekuaminia itakuwa kuu na itakuwa zaidi, na Bwana akubariki sana. Amen. Okay, asante sana. My Bishop Jerusha Wanjiko, my Reverend Benson Thiongo, Pastor Lilian Wanjiko, bishops present, apostles, pastors and other ministers, family and friends, praise be to God. It's an honor to be ordained as an apostle of Kingdom Faith Fellowship under Evangelical Free Church of Kenya. Thank you for your trust and confidence. I am today ordained in the office of an apostle to carry a task not so simple. However, I do so with great joy, as this day marks the beginning of a vocation model on Jesus Christ, the High Priest. A vocation of love, filled with love, and made with love. Of course, a moment like this does not just happen. Of course, a moment like this does not happen with a click of a finger. There are those who made this day possible. Thank you for all you have done to make this such a glorious occasion. Family members and our parents, starting with my mom, Teresia Wajiro, my in-laws, Dad Generius Wanjau, and Mom Jane Wairimo, thank you for bringing us to faith at early age and nurturing it through our lives. Who would have thought that the gift of faith in baptism all those years would eventually lead to the gift of priesthood for your son? Thank you for unconditional love and support. The many sacrifices we have made over the years and your constant guidance, we are blessed and honored to have come from such loving family. And we are proud. We love you all very much. To my Bishop Jerusha Wanjiko, Reverend Benson Thiongo, and Pastor Lilian, thank you for taking time out of your busy schedule to be with us and to guide and nurture us. We are glad and thankful. My commitment in this ministry and the journey of this ministry, I started my journey of priesthood the year 2015, where I met Pastor Lilian Wanjiko, and she became my mentor and my spiritual mom. She has become a significant to me, proving to be an anchor many days and meeting my questions with others' questions. The journey has not been very easy, but I found the grace of God. The process of transformation has been very slow and painful, but I can say faith has made it a purposeful and determined one. Along my journey of faith, I have found two common messages: to love and to serve.
And my only question is what bring me here? One of the important reasons that I have discovered is that if we put ourselves out there for service, we are met with power in more ways than one. We can realize that we can do and give a lot when we have empathy, and we can be vested with power when people begins to rely on us. But the hard lesson I had learned during my moment of failure was that there is service in being on receiving end, in accommodation of other people's contribution, in accommodation of other people's contribution, in listening, in giving way, in acceptance, not one that is done because there is no choice, but one that happen when you are trusting and loving the one who gives. As an apostle, I feel to create that space for others to give themselves. Nothing is more devastating than to have no space for service. We are not meant to live like that. Another thing I learned is that service without love is not voluntary and makes a slave or an imitator. Service for love, by love, with love makes a reader. Thus, to serve with love, we are called to read, to create option, to provide clarity, to correct errors, to restore faith, to exemplify the life-giving rewards of virtue, and to mature responsibility in other by giving, sharing responsibility, not holding power, but giving others chance to dependability. To read is to make readers of others, not to make them constituent receptacle of God's faith only. To read others is to let them and give chance to serve. But what is the Kingdom Faith Fellowship mission? Send me to do what? As I asked earlier, what brings me here? Questions bring me here. Question brought me here. A life of inquiring is just as important as lives of purpose. I need to be led and read. Jesus said to his disciples before he left, I have called you friends, for everything that I have learned, I have made it known to you. Friend can question friend or challenge them, not just follow or imitate or emulate. So here I am at your service, hoping to find friends from you. Friends, let us read one another, serving with love and fulfilling the Great Commission that was trusted to us by our Lord Jesus Christ. I would like to end these notes of gratitude and commitment with request from all of you. Please pray for us. Please pray for the Church of God and pray for all priests. Na ninaposema tuombee kanisa, sisemi tu tuombee hili kanisa. Hata ninaposema tuombee wachungaji, si wachungaji tu ambao tunawajua, mbali ni wachungaji wote. Kwangu sina mengi ila hayo tu. Lakini Bishop, ningetaka tu uniruhusu kwa ajili ya wazazi niwarudishie tu shukran. Thank you Maito Wajiro. Ni wendo wako. Biba mwanya na gutora biba mwanya hareni. Na wajirire goro. Thank you kuri my dad Generius Wanjao and my mom Jane
Wairimu thengio nĩ tondũ nĩ mwanjiarĩire mũtumia na mũkĩmũrera na njĩra njega na nĩ atuĩkĩte gĩtugĩ harĩ niĩ thĩinĩ wa ũtungata, because she is my prayer partner and also not just a wife, she is my friend also. Praise be to God. Then hata marafiki wote na washukuru kwa upendo ambao mumeonyesha hii siku ya leo. Langu ni kuahidi ya kwamba sitawaangusha, lakini nitahakikisha injili imekuwa restored na utukufu ambao ulioahidiwa kanisa la Kristo, ya kwamba kanisa la mwisho litakuwa na utukufu zaidi. Huo utukufu utarejea na nitahakikisha utukufu utarejea. Pia nataka niwahakikishie Bishop together with my Reverend ya kwamba at this pulpit I will make sure it will not be the pulpit of entertainment, lakini patakuwa mahali ambapo ni pa kutukuza Mungu na mahali ambapo ni pa kufanya ibada ambazo ni za Mungu pekee, katika jina la Yesu Kristo. Nimeegemea sana katika upande wa upendo, kwa sababu nimegundua bila upendo, hata niende, hata ni plant churches, hata ni fulfill chochote kile ambacho mitume huwa wanafanya, bila upendo hayo yote hayatawezekana au yatakuwa bure. Kwa sababu kwangu mimi nimetambua na najua upendo ni nini. Maana hapo awali kama ningepata upendo ambao nimepata kwa wazazi wangu, Pastor Lilian and my bishop, because I can say both of you have the Deborah's spirit. That spirit ya kurestore, that spirit ambayo huwa inapatia watu ujasiri ili waweze kuendelea. Maana saa zingine hata katika hii safari ya ordination kuna wakati nilikuwa na hisi ya kwamba nikana kwamba nataka kuachilia. But wakati nilipoenda kwa hawa together with my Reverend and also without forgetting Pastor Marak here, wamekuwa kinga na ngao ya kunishikilia katika hii safari. Maana katika hii safari kumekuwa na mawimbi mengi, lakini kwa Mungu along the way tumepata nguvu, na siku ya leo ndiposa tuko hapa kusherehekea ukuu na uaminifu wake Mwenyezi Mungu. Mubarikiwe nyinyi nyote, neema ya Mungu ikazidi kuwatosha na kibali cha Mungu kienende pamoja nanyi na kila mmoja mahali ambapo kile ambapo ulikuwa umekusudia kuja ukipata. Nikiweza kubarikiwa na nikiweza kuinuliwa, pia wewe ukaweze kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Pia sitasahau Barea ng'ang'a hado hothe ya Roma. Anti, asanti sana kwa sababu ya huo upendo. Dete kio thejeri ni waigera gwito na ukoni ni waigera mushi. In Jesus' name. Even my aunt Tata Jokidigo Konete, thank you. Na my friend Benedict Wairimo, nyinyi nyote mbarikiwe. Amen. Pia ningetaka kutambua uwepo wa Evangelical Free Church of Kenya, wale ambao walio mahali hapa. Evangelical Free Church of Kenya, lakini before muweze kusimama, I am a father of 3. Ningetaka watoto wangu wasimame. Yo mwingine hapo wapi? Hapo tu huku. She is Faith Wanjiru, my firstborn. Najua bila familia naweza kutambua wengine waanze kunipiga na sio vizuri.
Sawa. Huyu naye anaitwa Joy. Huyu naye anaitwa Emmanuel Baraka. He is the acting Rastborn. Sasa ndeni upo sasa, mnaweza keti sasa. Na tena sasa nataka kualika Evangelist Gadongo, and also I have my brothers. Wasimame tu tafadhali. My brothers and sister. Huyo mwingine hapo wapi? Wachana na huyo mahali hapo. Okay. Kujeni msalimiane. Ngoke mwetu. Praise be to God. Kwa majina naitwa Lili. Mimi ndio mkubwa. Praise be to God. Evangelist Gadongo, kwa niaba ya Evangelical Free Church kwa dakika moja tu. Tumpigie makofi mazuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo Bishop, kuna kitu nimeona. Najua mimi ni wa upande ule mwingine wa kuruka ile, si unajua. Sasa wakati tumemaliza watu wamenyamaza, nikashindwa shida ni nini, na mnajua mambo kama hiyo ikifanyika ni furaha. Haleluya. Kwa hivyo tukipewa hata kama ni moja ndugu tumuigishe kwa kazi. Paulo akasema, akaambia Timotheo, hii kazi unataka ni mzuri, lakini haleluya, ujifanye nini? Jikakamue. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi ningeomba ili huyu tuipe moja, mnaitwa Evangelist Gadongo kuaga na Bishop na hao wengine wote akina yes, kuko sawa. Amen. Kwa hivyo mimi upande wa Kigosho na kuaga sawa. Baba ni ukenaga edere okoso ne ale ombeire. 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 Evangelira ukena muambo atende ni vanile. Oh,
shuri majo. Ina jo, ina jo. Ina ina. Ini jo bari ni. Jo bari na. Ina. Ini aki. Ina. Ya. Amen. Amen. Mungu awabariki, awatende mema. Thank you my brother Kegunyo, kwa tunapatana naye Shoro FM every Sunday kutoka saa 2. Ukisikiza kegosho yenye inaletangwa ni hure, anaitangwa Kegunyo wa mami. Praise be to God. Nataka nimpatie mke wangu ili usikie kana Bwana asifiwe. Hii ndio kitu ya Apostle. Hivyo atakuwa anakalia hapo, anakalia hapo mbele. Hivyo ni kiti ambacho ni cha baraka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka nimkalishe hapa ndio mimi niondoke. Bwana asifiwe. Na nitakapommkalisha, kama uko na zawadi ya Apostle na ulikuja nayo, this is the high time umletee hapa kwa kiti, si ndio? Najua hamwezi kuja hivyo mikono tupu. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Makofi mazuri. Kwaherini kanisa la leo. Wenye wako na zawadi walete zawadi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua mnaandaa zawadi, si ndio? Tulikuwa tumeambiwa tusikie kama mke anaogeaga. Acha tusikie kama anaogeaga na tulete zawadi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa siku ya leo vile imekuwa, maana hii siku ni kutengwa, ilikuwa imetengwa, lakini kwa Mwenyezi Mungu imefika. Nasema hongera kwa Apostle
Sasa safari imeanza. Uhubiri Injili. Na uhubiri Injili ya ukweli. Amen. Asanteni sana nyinyi wote mmekuja kwa hii ceremony na muwe karibu tena na tena. Bwana Yesu asifiwe. Tumefurahia. Tumesikia vile anaogeaga. Lakini hakuwa anaogeaga hivyo. Tumebadilika juu ya mafuta. Anaogea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na furaha pia nami simama mbele ya apostol. Wao ametiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia askofu alikuwa anamuita brother, sasa wa kabla, lakini sasa hiyo tumezika. Bwana Yesu asifiwe. Napotembea najua tunatembea na apostol. Bwana Yesu asifiwe. Sasa najua mmeandaa zawadi yenye mmekuwa mtaletea apostol ili upokee mafuta ikiwa mapya. Ubarikiwe na mafuta yakiwa moto. Si ndio? Kwa hivyo na kwa sababu najua sadi pengine hamtaleta sadaka na sadaka mlikuwa mmetoa kama mafuta haijamwagika, sasa mlete zawadi. Mafuta iwabariki ikiwa moto. Si ndio? Napenda tu tupeane na taratibu mzuri. Tusipitane. Pia apostol angependa nakuja unamsalimia, anakujua, najua wewe ni rafiki, wewe ni familia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ningependa kuanzia na familia. Jue wamekubali ya kwamba huyu mtoto wao sasa sio mtoto ovyo ovyo, ni mtu anaweza wabariki. Mtu anaweza simama na awabariki na aite baraka na ikuje. Kwa hivyo family tukianzia na wazazi, brothers, sisters, auntie, cousins. Uje vile umejiandaa, bahasha yako vile iko, tunasalimia apostol. Na yeye apostol ananena baraka. Maana sasa amepewa mamlaka ya kubariki, na kile amebariki kimebarikika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo family, anzeni kukuja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wenye zawadi yao iko kwa M-Pesa. Wenye wako kwa M-Pesa naenda tu kwa Send Money. Ikikuitisha namba weka 0728 990 955 0728 990 955. Kila mmoja wenye walikuwa nataka namba ya M-Pesa, jina italeta James Kariuki. Kisema hivyo ndio imefika. Tuendelee Pastor Ben. Akamoyokia,
Yesu asifiwe. Nafasi nyingine ni ya wachungaji. Tumpokee huyu ndugu yetu katika uchungaji, na wenye wanasema turudie namba 0728 990 955 0728 990 955. Tumeshika. Wachungaji, leteni zawadi zenu. Leteni zawadi zenu. Ikiwa wewe ni mchungaji, wenye walikuwa wanapeana bahasha, kuna bahasha inahitajika. Wenye kupeana bahasha awaasha. Maitaigana na tungererwo thumbi ireta butha rutomorire mwathani ithuĩ twatigire andũ aitũ na indo citũ tũkaheenie rutomorire mwathani ithuĩ twatigire andũ aitũ na indo citũ tũkaheenie nĩ muoyo maitaigana na tungererwo thumbi ireta butha nĩ muoyo maitaigana maitaigana na tungererwo thumbi ireta butha nĩ muoyo maitaigana maitaigana na tungererwo thumbi ireta butha ũroimereirwo nĩ mwathani na ũtheri mũnene na mũgambo agĩtua gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Ũroimereirwo nĩ mwathani na ũtheri mũnene na mũgambo agĩtua gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Bwana asifiwe. Sasa familia tumekubali huyu ni mtumishi kwa kumpa zawadi. Na familia na kanisa wachungaji, na ninaona kanisa la Evangelical Free Church hapa liko hapa kusimama na mmoja wao na kumkaribisha rasmi awe akihudumu. Sasa Endeni pande ile ingine ndio Citizen John tuonane. Amen. Hivyo. Akinya ikura rĩa korinitho amerire matuĩke ngoro ĩmwe atige kũgaya nĩ mwathani Yesu teithĩrĩrie gĩtina kĩmwe. Akinya itũra rĩa korinitho amerire matuĩke ngoro ĩmwe atige kũgaya nĩ mwathani Yesu teithĩrĩrie gĩtina kĩmwe. Nĩamatarire akĩmathaithaga akĩmera ũrĩa marĩ na Musa abatithĩire itu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa. Nĩ mwega kũrĩ amwe arĩa angĩ monaga nĩ moru arĩa angĩ moragia thĩna tũkoima thĩ twambate matu-inĩ twa Baba tũwake tũtire mathĩna onage tũwake tũtire Haleluya.
Sasa kama wewe unajua ni rafiki ya aposto, ni wakati wako kupokea baraka zako, mafuta yakiwa moto. Kwa hivyo inuka, lete zawadi yako. Mchungaji ananena baraka na inasuka. Simeona mafuta ikimwagika. Nyinyi ni shahidi, pokeeni mkiwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hata mitume ndio walikuwa shahidi ya kwamba Yesu amesulubishwa, na wakapokea neema, wakapokea nguvu wakiwa wa kwanza. Kwa hivyo marafiki wote pangeni laini sasa, kija mkisalimia aposto kusalimia aposto aweze kunena baraka juu yako, na hata kupeana zawadi sio mwisho, maana kuna kipindi kingine kizuri sana ambacho ni chakula. Kuna chakula mingi sana, kwa hivyo msituachie chakula kwa sababu ni muhimu. Ni vibaya ukija ubarikiwe alafu uende ukiwa jana. Marafiki wote, kama wewe ni rafiki, uteni hapa mpokee baraka. Tunaweza endelea. Kuna mtu amebaki ama kuna mtu amebakisha kakitu, nasikia taletea aposto. Hata kama umetoa, unaweza sikia kuna kakitu umebakisha, naweza letea aposto, ubarikiwe zaidi. Utakuwa na baraka ya kupokea baraka extra. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yeyote? Kama hakuna, niseme Mungu awabariki pia, awatende mema. Naweza kaa chini aposto mke wake. Nafasi hii nataka kumpa Reverend Benson aweze kunena kitu, tusikie pia naye. Unajua tumeona tu mtu hapa anasaidia aposto, lakini hatujasikia sauti yake. Karibu sana Reverend. Mungu akubariki. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Umefurahia? Mimi nimefurahia. Kwanza congratulations Apostle James. Karibu sana katika ofisi na katika huduma hii. Ni tamu. Usifanye kuwa ngumu. Tunasemanga na marafiki wangu wengine, nawaambia kwamba hii kazi ilikufiwa. Usikufie, lakini kubali kumfuata yule aliyekufia, itakuwa rahisi kwako. Bwana Yesu asifiwe. To Bishop, asante sana, umefanya kazi nzuri pamoja na Reverend na wale wengine wote. May the Lord bless you. Mmetuendelesha vizuri, Bwana aweze kuwabariki. Hallelujah. Nilikuwa nafikiria wakati ibada ilikuwa inaendelea habari ya mafuta, maana sitazungumza sana, dakika tu moja. Wakati ambapo mtu anatiliwa mafuta, tunasemanga ya kwamba amewekwa wakfu ama ametengwa, ametofautishwa na wale watu wengine. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. And tukisema mtu ya kwamba ametolewa kati ya wale watu wengine,
Ni kusema ya kwamba sasa sio yule mtu wa kawaida tena tulikuwa tunamjua. Two sides. Kwake yeye haifai kumuaffect. Maana ikimuaffect atapata kitu ambacho inaitangwa pride. Mnishike vizuri maana sitaki kuongea sana. Ametengwa, akatolewa kati ya watu, akafanywa wa kipekee, akafanywa wa kitofauti kwa familia, kwa washirika, kwa society. Ametengwa, and that's why amevalishwa mavazi, akatofautishwa na wale watu wengine. Ikimwingia yeye atapata kitu inaitanga pride na atapoteana na Mungu. Lakini kwetu tusipoipata pia, isipotuingia, tutapata kitu ambacho inaitangwa nitaita jina gani ama niseme matukio, tutapigwa kiboko ya kutoheshimu mafuta. Kama vile ambavyo Miriam na Aaron walivyofanya. Praise be to God. So kwake ametengwa, lakini ifai kumuingia. Anafaa ndani yake kubaki akiwa mtu wa kawaida, lakini pia kujua kuna majukumu mengi. Lakini sisi kwetu kama wazazi, marafiki na wale watu wengine, tunafaa kujua kwamba sasa yeye ni mtu wa kitofauti. Anahitaji heshima ya kitofauti, approach ya kitofauti. Kuna rafiki mmoja wake, I think ni wewe, ulisema kwamba sasa unaogopa kumgusagusa. That's right. Uliipata sasa. Maana ako na mafuta juu yake. Na ukimgusagusa kwa mtu wa kawaida utachomeka. Na hana ubaya ndani yake, lakini mafuta itamtetea. Praise be to God. Hallelujah. So hiyo tu nilikuwa nataka kuzungumza, maana nilisikia na uzito ya kwamba mafuta inapotiliwa mtu ni vizuri tujue kwamba ametengwa. And so ukiona akifanya mambo kwa njia tofauti, usiseme riringa. I believe wale wote tumetiliwa mafuta hapa, in one point watu walisema tumeringa. I know kama Reverend Karatasi watu wa kusema then kuna walisema bishops walisema siku hiyo tu walisema umeringa, because again sasa wewe sio mtu wa kawaida na hata ujuangi. Bwana asifiwe. Maana umetolewa. So ukiona akifanya mambo kwa kitofauti, ukiona akiwa mkali sometimes, jua ya kwamba si yeye, ni kile ambacho na majukumu ambayo ameaminiwa. So God bless you. Naomba tumheshimu, tumshikilie, tumuombee. Kubali kuombea huyu na umshikilie. Una kazi kubwa kuliko sisi wengine wote. Maana akitoka na stress kwenye ametoka, ujue ni wewe analetea. Akitoka amekuja amechoka, I believe elder unaweza shuhudia hii maneno. Amen. So mshikilie, muombe, simama na yeye, na sisi wengine wote tusimame na yeye.